moja tu nirudi nyumbani. Nikasema hapana, nikalipa mchango mwingine, hajui ni ya baba. Sasa huku pa Kigoma nimeshaiweka huko. Nikaenda nikasema moyoni, nimepata mkopo wa asilimia ngapi? 100. Nikaamini. Tumefika kwenye holi ya usajili, kwanza wanakagua mpaka mlangoni kuonyesha kama una mkopo umelipa ada nusu muhula, ambao hiyo kama ukibahatika kupata mkopo wanakurudishia. Sasa sema, kaniuliza, nikamwambia mimi nina mkopo 100%. Niliposema 100% nikaruhusiwa, kaingia. Tumekaa tunasubiri. Sasa tunasubiri kwenda kwenye meza za usajili waanze kusachi majina ya mikopo na waliolipa. Aliyekuwa mbele yangu sijui aliniaje mle ndani, na yeye hana mkopo, hajalipa, anataka kusajiliwa. Nikasema yes. Sasa akanyanyuka, akaenda kwa meza ya kwanza, akaulizwa majina, wakasachi, akawa hajalipa. Akamwambia hatuwezi kukusajili, kalipe hii hela ya ada urudi tukamilishe usajili. Sasa ikawa ni zamu yangu. Nikaona nimeona kama mama anataka kuharibikia hapa yani. Sasa inakuaje? Nikasema nina mkopo wa 100%. Nikanyanyuka. Nimefika kwenye kompyuta, taja jina Stefan Dikrak Mwea. Hii Dikrak sio geni kama Dikrak bwana. Huyu ni kaburu. Aliwapa South Africa uhuru. Na mtu akaniambia nenda meza ya pili. Nikasema nimeenda. Meza ya pili nikafika, akaangalia meza ya pili rahisi, michango mingine. Nina payslip hizi hapa. Nikaenda maktaba nikasajiliwa kwenye hostel. Nikasema nasema